karne ambayo tunaishi sasa, Clara, imebadilika, kwamba imebadilika. Vile venye watu imewabidi wa accept na wa embrace technology, wa embrace the new generations kama the Gen Z and Gen Alpha, venye mambo ni tofauti. Kuna mambo mengi pia ambayo yanabadilika katika ndoa. Kuna siku utampata baba ako jikoni, yuapika, yuosha vyombo na haimsumbui. Nafanyia mtu, niko na mpenzi wangu, niko na mwandani wangu. Inakuwa kama jambo la kawaida. Kwake ni jambo la kawaida. Mwanamke ndio sole provider wa familia. Umechukua jukumu la mwanamume wako, so it comes at a sacrifice of something from you. Okay. Yes. Hujambo na karibu tena ndani ya Unsaid, mahala salama ambapo tunazungumzia yale mambo ambayo hayazungumziwi kwa sana. Na siku hii leo tutakuwa tunaangalia swala zima la yale majukumu ya wanandoa. Je, ni mambo gani ambayo yanastahili kufanywa na mwanamume katika ndoa? Ni mambo gani ambayo yanastahili kufanywa na mwanamke katika ndoa? Je, kuna mambo ambayo yanafanywa na watu wote katika ndoa? Ama haya majukumu ya wanandoa yanaweza kufanywa na mtu yoyote katika ile ndoa? Hakuna kwamba hii ni ya mwanamke ama hii ni ya mwanamume. Haya ndio mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia siku hii leo ndani ya Unsaid. Na kama ilivyo desturi, huwa tuko naye mshauri wa masuala haya ya kimaisha, hususan sana anazungumzia kuhusiana na wanandoa ama masuala ya mahusiano ya kimapenzi. Yupo hapa studioni, anajulikana kama Sarah Favor. Nitakuwa nampatia nafasi kuweza kujitambulisha, lakini swala zima lenyewe ambalo tunazungumzia ni hilo, kwamba tunaangalia haya majukumu ya wanandoa ndani ya ndoa. Lakini kwanza tuko katika mandhari haya ya Diani Beach Park, mahali ambapo tuko na accommodation nzuri sana. Tuko na 5 bedroom house, tuko na 3 bedroom house kwa wale ambao labda pengine mnakuja pwani huku Diani kujivinjari, mahali ambapo unaweza kukaa vizuri tu salama, security ipo, mahali ambapo kuna mandhari mazuri sana, karibu na bahari. Yani ni dakika 3 tu ushatembea, ushafika baharini. Unafika muda kidogo tayari ushafika airport. Barabara main road iko hapa tu karibu. Kwa hivyo kufika mahala hapa huwa si tatizo, unafika kwa urahisi kabisa. Kwa hivyo iwapo unahitaji huduma zetu, basi nambari iko hapa, unaweza kuangalia na utakuwa unaweza kupiga simu upate huduma zetu hapa Diani Beach Park. Na pia vile vile Kaya Digital ndio ambayo umeweza kusababisha hii Unsaid kukufikia wewe mtazamaji wetu. Kwa hivyo pia vile vile wapo nataka huduma za Kaya Digital kama vile photography, videography, pia vile vile kukava harusi, ni kitchen parties, ni party mbalimbali, labda ni mazishi. Pia vile vile Kaya Digital inaweza kukuofa services zote hizo kwa bei ambayo ni nzuri sana tu, na kuweza kuweka ile memory yako vizuri sana. Iwapo utakuwa unahitaji services zao, nambari za simu ziko katika screen yako, unaweza kuwapigia ili uweze kupata usaidizi. Now back to Unsaid, yale mambo ambayo hazungumziwi tutakuwa tunayazungumzia sasa hivi, na leo ni zile responsibilities ama roles and responsibilities ndani ya marriages. Kabla tuendelee, subscribe, like and share. Karibu sana Sarah Favor. Asante. Hili swala la majukumu jamani ya wanandoa. Kuna majukumu ambayo labda pengine haya ni ya mwanamume na kuna majukumu haya ni ya mwanamke labda. Ama majukumu ya katika ndoa hususan ni yapi? Kuna wale ambao wamejiwekea hivyo, kwa kuna majukumu ya wanawake na majukumu ya wanaume. Lakini ningependa kuweka wazi kuwa naam, karne ambayo tunaishi sasa, Clara, imebadilika, kwamba imebadilika. Vile venye watu imewabidi wa
accept na wa embrace technology, wa embrace the new generations kama the Gen Z and Gen Alpha venye mambo ni tofauti. Kuna mambo mengi pia ambayo yanabadilika katika ndoa. No, haswa mambo ya majukumu. Mambo mengi yamebadilika, na pia majukumu katika ndoa yamebadilika. Venye mzazi wangu alifanya majukumu yake kama baba, mama katika ndoa, sio venye mimi nitafanya majukumu yangu, na sio venye mtoto wangu atafanya majukumu yake. Ila kuna yale ambayo ni ya kimaumbile ambayo hatuwezi tofautiana nayo. Yale yatabaki kuwa hivyo. Labda until science, but hata kuna yale ambayo science pia haiwezi badilisha. Kwa mfano, katika ndoa inajulikana mwanamke ndio yua jifungua watoto. So hapo hatuwezi kwamba muda mimi nishapata first born limzaa mimi, wewe sasa wewe baba chukua pata mkondo ulete wa pili. Hiyo haiwezekani. Kweli. Ukienda kwa upande wa kimaumbile unaweza pata mwanamume akona ndio kuna tofautiana. Kuna wengine ambao wanawake wana maumbile strong, they have strong physical features. So mwanamume aliumbwa ati kuprotect kulingana na zile muscles wako nazo and the energy they have to kufanya kazi nzito, vitu kama hizo. Hayo mambo labda hatuwezi tofautiana nayo. So kuna yale ambayo ni ya kimaumbile hatuwezi tofautiana nayo, hapo tunayaacha. Lakini kuna yale ambayo ni ya kimajukumu ya actions, you know, ambayo yanaenda yakibadilika. So mamangu alifunzwa kuwa ni mwanamke, hata si mamangu alikuwa tuseme mamangu wanyanya zetu walikuwa katika ndoa ambao mwanamke ndio alikuwa yojenga nyumba. Kuna wengine mpaka literally wanapata kama Wamasai wanawake si ndio walikuwa na kujenga nyumba like literally hizo culturally. So mwanamke ndio wa kujenga nyumba, mwanamke ndio wa kujifungua watoto, mwanamke ndio wa kulea watoto. Mwanamume yeye katika culture zingine alikuwa ni wa kukuja na kusaidia na ile provision and the protection. Ukienda katika ndoa ambazo ni za kidini pia unapata walikuwa wamepewa majukumu tofauti. Lakini karne tunavyozidi kugrow mambo yanabadilika. Siku hizi tuko katika ile space ya love imetoka katika place ya deep friendship. So kama wewe na mpenzi wako mko na urafiki ule wa dhati, mmejenga urafiki wenu, utapata hawa watu wakiingia katika ndoa majukumu yao yako free flowing katika nyumba. Kuna siku utampata baba ako jikoni, yuapika, yuosha vyombo na haimsumbui. Nafanyia mtu, niko na mpenzi wangu, niko na mwandani wangu. Inakuwa kama jambo la kawaida. Kwake ni jambo la kawaida. Unapata mwanamke na yeye siku nyingine unampata jikoni. Si haba kupata mwanamume anajifulia nguo. Unapata mwanamke pia siku zingine anafua nguo. Na siku hizi tuko na teknolojia, mashini ni nyingi. Utapata mwanamume ameshika vacuum cleaner na vacuum nyumba, ama ameenda amechukua nguo anaingiza katika mashini zifuliwe. Siku nyingine ni mwanamke. Yani kuna ule uzoefu wa urafiki mkubwa ambao uko baina ya hawa watu wawili, lakini foundation yao ni love and deep friendship. So hawaoni tatizo. Lakini sasa kuna wale wengine ambao bado wanafuata mienendo ya nyanya zetu na babu zetu, kwa kuwa wewe mwanamke angalia tamaduni. Yes, wewe ukija katika nyumba mwanamke, wewe ndio usafi, wewe ndio kupika, wewe ndio kulea watoto. Yani wewe hizo ndio kazi zako za mambo ya kike. Na huyu mwanamume naye kazi yake ni kuprotect na kuprovide tu. So inalingana wewe kama individual, what kind of marriage are you committing yourself to? Ni ya kidini, ni ya kiculturally, ama ni neutral ambao unaenda na ile mkondo wa wewe unapenda mpenzi wako na mna urafiki mkubwa. So your house ni mambo ambayo mtafanya nyinyi, mnaamua nini itakuwa sawa na nyinyi. Na kuna haya majukumu mengine ambayo labda ni emotional. Umeongelea kuhusiana na emotional support kwa wanandoa. Labda pengine
kama mwanamume ama kama mwanamume, tunajua yeye ndio kichwa katika ile ndoa ama katika marriage ile. Je, katika hii emotional support, is it part of the man ama ni jukumu la huyu mwanamume kupeana ile emotional support kwa mwanamke wake ama it goes both ways? Kwanza ningependa kusema kwa wale ambao ndoa zao ziko katika dini, ndio watu ambao wanaelewana kuwa mwanaume ndio kichwa. Siku hizi ndoa nyingi haziko hivyo kwa wale ambao wako neutral. Lakini kuna wale ambao bado wako katika dini, wao mienendo yao ni kuwa mwanamume ndio kichwa, mwanamke ni kufuata, submission. Lakini nowadays kuna marriages ambazo zinakuja mwanamume si kichwa. It's ni ushirikiano wa companionship and kila mtu anajipatia ruksa ya ku fully express who they are from a place of love and acceptance and not wanting me to be higher than you. You know? So kwa wale ambao wametoka katika hii form of religion, wajue itabidi ufuate kulingana na religion venye inasema. You know? Na kwa wale ambao wameamua it's neutrality, so ni nyinyi wawili mkae muamue itakuwa vipi. Lakini emotional support, for mimi napenda kusema kuwa both the man and the woman have a contribution to make. Yes. Kwa sababu it's this emotional stability in a marriage, katika uhusiano imejengwa na wote wawili. So tukiweka kuwa ni mwanamume peke yake kuprovide hiyo emotional stability, but huyu mwanamume pia is an emotional being. Pia they need hiyo assurance, they need the love, they need the attention. Hata kama wanaume watasema their first need is just sex, but kusema ukweli ni kuwa when your woman ni mtu ambaye anakusikiza, that is emotional support. You kabisa know? Kweli. Yes. So both mwanaume na mwanamke, what do they contribute in that? Alright. Na pengine tuambie tu wewe kama mshauri wa haya mambo ya kimaisha, sana sana haya mambo ya mahusiano, labda hizi roles na responsibilities ambazo zipo ndani ya hizi ndoa ni zipi exactly? Na je, kuna majukumu ambayo mwanamume anastahili kuyafanya na kuna majukumu ambayo mwanamke anastahili kuyafanya? Hilo ni swali tata, kwa sababu kama venye nilikuwa nimesema hapo before, tuko na a generation of people ambao wameamua watakuwa wanafanya mambo kitofauti kulingana na venye ambao tulifunzwa, mama babu zetu walifanya. So hapo kitambo ilijulikana kuwa mwanamume ataprotect, mwanamume ataprovide. Na tukisema protect, protection is wide. Kuprotect kumaanisha kama umeenda katika, si mwanamke umemleta katika boma tofauti, wewe ndio kazi yako kulinda wewe mwanamke wako katika hilo boma. But you see, tukileta ile perspective nyingine ya wale watu ambao wako neutral, pia wewe mwanamke wafaa kuprotect mume wako mkienda katika ile boma lingine. So protection inalingana na protection inakuja kivipi. Wakati there is a physical threat to your family, kama familia yako inataka kuwa harmed na mtu, sasa pale ndio mwanamume huwa anajitokeza kama pigana, kitu kama hiyo, kukinga watoto wake ama mke wake kuwa harmed. So hiyo sidhani kama mwanamke anaweza fanya hivyo unless mwanamke awe na hizo muscles na ujuzi wako. Alright. Wewe tukiachana na hilo, labda tuangalia hii story na ama hili swala la responsibilities, finances ama financial responsibilities katika ile ndoa. Labda hili ni jukumu la nani la kuangalia finances za familia ziko top notch, hakukoseki jambo pale nyumbani, hususan hizi mambo za hela, ile ni jukumu la nani sana? Ndio pale nilikuwa nikuje kwa kuna ili nilikuwa nimesema kuna protection na provision. So finances inakuja hapo kwa provision. Ni jukumu la mwanamume kuprovide for the family financially ama materially. Ni jukumu la mwanamume kuprovide for the family. So na ni jukumu la mwanamke kunurture the family.
So wakati hiyo provision imekuwa provided, ni jukumu la mwanamke kuli expound ama kuli compound to grow and to multiply it. So mwanamume ndo ana jukumu la kuangalia familia yake financially. Hata kama siku hizi tukisema kweli, na hata si siku hizi peke yake, kuna wanyanya zetu wengine pia walikuwa hivyo. Ni venye walikuwa wanaficha, hawaeki wazi kuwa babu yako hajukumiki financially kipesa, mimi kama nyanyako ndo najukumika. Kuna ndoa nyingi sahi, millennials wengi sana Clara, ambao wanawake ndo wanajukumika kifedha katika hizo familia. Okay. Na ni jambo ambalo linaleta mushkil, kwa sababu unapata huyu mwanamke anafanya ndio, lakini in the inside akona resentment. Kwa sababu the moment wewe kama mwanamke ndio sole provider wa familia, umechukua jukumu la mwanamume wako, so it comes at a sacrifice of something from you. Okay. Yes. So inakustrain, inakustress hata kama utaficha, lakini ukweli ni kuwa ina strain na ina stress, and utakuwa unashinda ukitamani kama mwanamume wako angekuwa anakufanyia. Angekuwa anafanya hilo jukumu. Kwa sababu mwanamke ni kureceive. Mwanamke ni kupendwa. Sasa wewe utaenda upewe giving a wonderful treatment. Wewe ndio mpenzi wako pesa kutreat. Okay. Wakati itabidi, maana sasa kama hana huo uwezo wa kulifanya hilo jambo, mbona nisi step in kumpatia hizo finance, anipatia hiyo maisha ambayo nataka kwa muda sawa. Kuna ile wakati wewe inaeleweka, huyu mwanamume alikuwa ako na uwezo, anaangalia familia, lakini ile ikiwa basi ndio mazoea, ndio lifestyle, inakuwa strain kwa mwanamke, kwa sababu hujaumbiwa ku provide, umeumbiwa ku receive, umeumbiwa ku nurture na to compound wa kitu kile ambacho una receive. So ina go against you as a woman na venye umekuwa created. Okay. Na kitu yoyote ambayo it goes against you the way you are created, then unakuwa not authentic, unakuwa superficial, you'll have resentment and all that. Alafu Clara, wanawake wengi ambao wana provide katika manyumba zao, naam, na najua wengi hawata kufurahia kusikia hivi, lakini ni wao wamezoesha wanaume wao. Okay, wale ambao wana provide katika familia zao ni wao wenyewe wamewazoesha wanaume wao. Yeah, like ile it's not a one time thing, basi hiyo ndio lifestyle. Wewe ndio wao walipa school fees, wewe ndio wao walipa rent, wewe ndio wao wanunua mashamba. Huo ni mwanamke ashamzoesha yule mwanamume. Okay, kuwa I can do this, so mwanamume analegea. Sababu unafanya na sasa, okay, ni sawa, labda pengine nimemzoesha, lakini labda pengine yule mwanamume wangu hana huo uwezo wa kufikia hilo jukumu ambalo labda ningetaka alifanye. Mimi niko na huo uwezo wa kulifikia hilo jukumu ambalo ningetaka mwanamume wangu alifanye, mbona nisilifanye? Labda yeye kiwango chake cha pesa kiko chini, mimi changu kiko juu. Kwa hivyo labda pengine ile jambo la kwamba nataka mume wangu anijengee majumba makubwa, aninunulie mashamba, labda hana huo uwezo, ndo I step in kulifanya lile jambo. The thing is, na nadhani wengi tushasikia umsemo wa teach a man how to fish and not give the man fish. Wanawake wengi tunafanya na the man is not being empowered to do that. Okay. Sawa Clara, una earn better than the man, but what is the man doing about it? You know, what is the man doing to make sure that is able to provide for the family? We are not, hatutamstress mwanamume tumwambie provide apate kiwango cha pesa kile ambacho unapata, but anafanya nini na kile kidogo anachopata? Kile kidogo ambacho anapata anafanya nini? Na je, ako ready ku expand his thinking, his creativity, to think outside the box to provide for the family? I'm telling you, the moment you chip in as a woman, afu ifanye ni mtindo, yule mwanamume atalegea. Mwanaume ameumbiwa ku provide. Okay. Mwanaume ameumbiwa kwa active. Saa zile wewe umechukua hilo jukumu hilo, atalegea. Na wakati mwingine labda hata ukimwambia afanye kitu, wakati akiwa na huo uwezo kulifanya
Mwanamume kama huyo anaweza kulifanya kweli, ama anaweza sema sasa si wewe wafanya tayari. Wafanya sasa tuendelee. Wewe inaweza mfanya asilifanye lile jukumu. Hata lifanya, alafu ubaya ni mwanamke itabidi anze kuwa na expectation. Sababu mimi nimeprovide hapa na hapa, I expect the house and some things to be in order. So siku nyingine nikikuja nikikukwasi nikikwambia mimi nitaka kusafiri naenda kazi, nimepata na meeting, let's say for example niko na mkutano naenda, alafu mwanamume anakuuliza na watoto, and you're like si baba yao yuko, si baba atakaa nyumbani na watoto. Alafu mwanamume atasikia like sasa umeanza kunifanya mimi kama kijakazi, mimi ndio nibaki na watoto. You see some things. Wakati ambao wewe mwanamke unatoka katika laini yako ya kuwa mwanamke, unaingia katika laini ya kuchukua majukumu ya mwanamume, hapo italeta mgogoro whether we like it or not. Yeah. Umeongea hilo swala la watoto kwamba mimi nimepata labda niko na seminar, nahitajika kwenda seminar labda for a week. Na nimehape naenda, mwanamume anauliza ama yule mume wangu ananiuliza sasa wewe ukienda hiyo wiki nzima watoto watakuwaje? Ndio pale ambao si baba yao yuko kama vile ulivyokuwa unalileta. Sasa turudi hapo kwa hizi responsibilities, labda hizi household responsibilities. Kuna zile ambazo labda pengine we can share, ama kuna zile labda pengine tunaweza manage sisi wawili, ama kuna zenye na kurudisha pale nyuma tena, kuna zenye huyu anastahili kuzifanya, huyu anastahili kuzifanya, kama hizo household chores. Utapata labda pengine kama kuko kulea watoto, watoto wako pale, labda watoto ni 3, ama hata watoto 2, ama hata wewe ni mtoto mmoja. Kuna tunaweza kupeana like wewe basi leo babysit na kesho mimi nita babysit. Ama kufanya hivyo labda kutakuwa kuna makosa ndani ya ndoa, kuzigawanya shughuli kama hivyo. So ni kama venye nilikuwa nimesema mwanzo, kwa wale ambao wamejenga mahusiano yao kutoka foundation ya deep friendship and love, mambo kama hao yanakuja naturally. Okay. Like mpenzi wangu mimi naenda, utakaa na watoto na mnajisota, okay, mtoto atahitaji hiki na hiki na hiki, na mnaenda na iko sawa tu, hakuna shida. I have experienced that. Kwa sababu mimi I come from a place of the man is an equal parent to the child. So maisha yangu mimi nilitaka kuyalead tofauti. I wanted my kids to connect to their father. So sikutaka kujiweka mimi superwoman that I do everything. We are equal parents in this relationship. But that is my personal opinion and perception. So now wale ambao wako katika hii ndoa na wana hiyo tatizo la kuwa mwanamume anafaa kufanya vitu tofauti na mimi, so kuachia mwanamume mtoto ni tashwishi. That's the programming they have. Mahali walitoka wao hawakuona baba yao akiwa an equal father or an equal parent. So wao wanajua mambo ya ulezi, kila kitu katika familia ni mama. Ni mama anastahili kulifanya. So yeye ataendeleza hivyo unless akae chini aseme hayo yalikuwa kwa maisha ya mamangu na babangu ya kitambo, mimi nataka hivi. Na saa zile unataka hivyo, lazima ucommunicate na mwenzako so that ujue kama huyu mwenzako mnaandamana hizo beliefs zenu, kwa sababu two people cannot, I love to say that watu wawili hawezi move together unless they agree. Otherwise kutakuwa na mkurufu. Huyu mwanamume atakuwa anashangaa, mbona uniachia watoto, ile jukumu lako, unajua. Lakini now the new generation people, wanaume wanawake wanakubaliana kuwa jukumu la watoto ni jukumu la sisi sote, you know? Na tunataka watoto wetu wazoeane na baba na mama pia. So kwa hivyo tuko na hizi responsibility, we share them equally. Okay. Yeah. Na nikisema hivyo sasa watu wataanza kusema sasa kama tuna share equally, basi mwanamke pia alete pesa equally. That is 50-50. Hiyo ni low levels of emotional intelligence, like ni kidogo, kwa sababu you can't it's not a competition. It's a beautiful dance. When there is a need in the family, you're both meeting each other's needs. Yeah. Turudi hapo kwa 50-50. Labda pengine kuna haya majukumu ni mengi katika ndoa. Labda pengine kuna kuleta chakula pale nyumbani. Kuna labda watoto wanahitaji
karo za shule, kuna labda ile nyumba ambayo mnakaa ni ya kukodi labda, sio yenu ambayo mmeweza kujenga. So kuna rent pale inahitajika pia. Je, haya majukumu kama haya kwa wanandoa tunaweza yagawa, like wewe basi wewe kama bibi yangu utakuwa hii kodi ni yako, na mimi nami kama baba hizi school fees ni zangu, hiki chakula wewe huu mwezi ukitoa pesa chakula, mimi nami mwezi nitatoa pesa chakula. Labda tunaweza kugawanya majukumu kama hivyo kama wanandoa. Kuna wale tayari wanafanya tayari, Clara. Okay. Kuna wale ambao wanafanya hilo jambo, lakini mimi kivyangu nitauliza, mbona unigawie 50-50 kifika kwa finances? Mbona 50-50 kwa finances? Si kwa sababu nataka sote tujukumike katika haya masuala ya mahitaji yetu kama wanandoa. Ndio hapa ndo nasema hilo jambo la 50-50 limetoka from a place of scarcity, limetoka from a place of fear, limetoka from a place of ego. Okay. Majivuno na power struggles. Huyu anataka kuonyesha they are more powerful than this, I can control my house and all that. Kwa sababu mbona nitoe 50-50 kifika kwa pesa? Nikisema kwa uzazi utafanya 50-50. Nikisema kwa upande wa emotional connection utafanya 50-50. Nikisema basi pia upande wa sex utafanya 50-50. Kwa sababu kama ni 50-50 basi iwe 50-50 kila mahali. Basi huko hapo upande wa intimacy. Tunaona hapo kwa ni 50-50. Manake si sote tunashirikiana pale kutenda lile tendo. Kwa hivyo naona pale tunajukumika sisi wote. Kujukumika nyote haimaanishi 50-50. Okay. The moment unasema 50-50, mimi kuelewa kwangu, it has boundaries. Okay. Mimi nitafanya mpaka hapa sitavuka. Wewe utafanya mpaka pale usivuke, mimi uni expect. Okay. But you see, the moment unajigive all of you, my all of me doesn't have to be 100%. But I am giving my all. So financially I am giving my all. Wakati nimepungukiwa, I communicate. Okay. Mimi mume wangu akiwa ananipenda fully na kuja communicate, ananiambia Sera, huu mwezi huu naweza saidika mahali fulani, nimekwama, wewe chip in. Kama mwanamume amekuwa kwa kutreat vizuri, you chip in. But hii hali ya 50-50 mimi sisikizani nayo personally. I don't agree to it. And for those who agree to it, most of them nimeongea now, it doesn't come from a place of love. Okay. It doesn't come from a place of trust. It doesn't come from a place of sovereignty. Okay. Sasa tuje katika maswala ya loyalty and commitment katika hii marriage. Yule ambaye ana jukumu la kuprotect ama kulinda ile ndoa ama kulinda ile marriage ni nani hasa? Both ways. Okay. It's both ways. Hayo ni yale majukumu ambao nilikuwa nimesema hapo awali. Kila mmoja ana contribute kwa sababu protection is vast. Ni protection towards what? Unajua kuna hawa, okay, umeuliza swali, protection towards what? Kuna the outside threats, the third parties, ambao wako kule kuhakikisha kwamba wanataka labda kuvuruga ile ndoa, wanataka kuivunja ile ndoa, na ni jukumu la wanandoa kuweza kulinda ile ndoa yao, kuhakikisha kwamba inakuwa stable. Je, mwenye lile jukumu la kuhakikisha hii ndoa yetu tunaitunza? Whichever case. Ndio hapo nasema ni both. Okay. Both the man and the woman, they both contribute towards the protection of their union. You know, ndio yale nasema, tukisema 50-50 italeta mambo mengine, shida zingine ambazo hawataezana nazo kwa ukweli. Lakini the moment relationship yako it comes from a deep friendship, deep love, you have deep respect for each other, there's chemistry that is involved, it's mutual. Haya mambo itakuwa ni a beautiful symphony dance. Yani
hamna tatizo kutoshelezana kulingana na mahitaji venye yanakuja. Yeah. Kwa sababu kuna uwiano. Pendo lenu lina uwiano. Pendo lenu halina competition. Okay. Yes. Na tunaingia katika ndoa. Watu huwa wako na malengo wakiingia katika ndoa. Yes. Tunataka kugrow together, financially, emotionally, spiritually. Labda pengine katika masuala haya kwamba tunataka kukuzana ki finances, tunataka kukuzana pia kihisia zetu, na ni jukumu letu sisi wawili sote, yes, kama wanandoa kuhakikisha kwamba tunafikia lengo fulani ambalo tunalihitaji sisi wote. Je, katika jukumu hili ambalo ni letu sisi wote wawili, tunafaa kulizingatia wakati gani, ama tunafaa kulizungumzia muda gani katika hii ndoa yetu? Hiyo inafaa wakati wa dating. Wakati wa dating ndio mazungumzo yote yanafaa kufanyika. Okay. Wakati wa dating ndio unafaa kuelewa huyu mwanamume ako na vision gani, what are his plans for his life. Unafaa kuelewa huyu mwanamke ana vision gani, what are her plans for life. Yani vitu vyote ambavyo vinamhusu yeye ndio mjue kama mnaendana pamoja ama hamuendani pamoja, you know. Okay. Alafu ujue huyu mwanamke perception yake ama dhana zake kuhusu responsibilities katika ndoa ni vipi. Huyu mwanamume pia dhana zake ni zipi. Hayo mazungumzo Clara mwayafanya during dating. Okay. Ndio saa zile unakuja unaambiwa a man wants to engage you, you know what you are getting into. But ile vitu watu wanafanya, unapata watu wanaproposiwa, alafu after proposals ameshasema yes I will marry you. Sasa hiyo ndo anajifanya sasa ndo anataka kuanza kulearn this person. Ushasema yes, uko ndani tayari wewe. Yani mguu mmoja ushaingia ndani. Utaanzaje tena kurudi nyuma kule? Ndio maana wengine inabidi wanasonga mbele, wanaendelea to the marriage hata after wameona red flags. Wameona kabisa Sera sitaezana naye katika ndoa, lakini nilishamuengage na tushaanza kupanga harusi. So inabidi tuendelee. So ni vizuri haya mazungumzo yafanywe before you say I do to the engagement. Okay. Yes. Labda tukimalizia tu Sera kwa uharaka uweze kuyaweka wazi labda haya majukumu ya wanandoa hususan, na labda pengine ushauri wako kwa wanandoa kuhusiana na haya majukumu ya wanandoa ni gani? So majukumu kuna kama financial responsibility, there is the spiritual responsibility, there is the emotional responsibility, kuna the sexual one, there is the career responsibilities, you know, and there is parenting responsibilities. Ziko mingi, naweza kuwa nimesema kama 6 hivi, lakini ziko mingi. Na ni vizuri watu kuzizungumzia, waelewane, wajue ni nani ana contribute nini, ndio mjue kama mna dhana pamoja ama dhana zenu zinatofautiana. So all these responsibilities, kama nikikuuliza ni responsibility ya nani kumake sure kuwa tendo la ngono linakuwa enjoyed katika marriage? Ni letu sote. Tukisema tena upande wa ulezi, ni responsibility ya nani? Utapata mwanamke ana contribute na mwanamume ana contribute, lakini sasa zile tukisema 50-50, basi mimi nitakuja nijiweke pale, wewe nawe useme utakuja na mimi nimalize. You know, and then hakutakuwa kuna fulfillment. Okay. Hata upande wa parenting. Mimi tayari nisha donate. Mzazi na mama na yeye aseme mimi pia nishazaa. So now everything else ni mwanamume brought my 50. So 50-50 doesn't work. It's the responsibility ya mume na mke katika ndoa kujukumika wakiwa na uwiano. Asante sana. Ni swala ambalo ni pana mtazamaji, lakini hata hivyo tutakuwa tunachia hapo kwa sasa hivi. Next week tutakuwa tuna another topic to tackle, lakini hata hivyo iwapo kuna swala ambalo unataka tulizungumzie, unaweza kuacha comment ya kwako down there, na bila shaka tutakuwa tunaweza kulishughulikia. Ansa itakuwa nakuja tena juma lijalo masaa kama leo, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa sasa kwaheri.